Miaka inavyozidi kwenda, dunia niliyokuwa naijua zamani inaondoka na hawa jamaa watakuja kutupoteza jamani. Kwenye ajenda ya mwaka 2030 watu wana mpango wa kutokomeza kabisa njaa, magonjwa, sijui kila aina ya mambo mabaya kwa binadamu wana mpango wa kutokomeza, au vipi Na wana hii kampeni yao kubwa sana ambao wameshaiweka kwenye nchi tofauti tofauti ambao wanaita Sustainable Development Goals. Naona bwana. Sasa nimeenda juzi kwenye hoteli moja kubwa tu hapa Dar es Salaam, nikawa nimechagua chakula. Sasa kile chakula kilikuja na kama mahindi ya kuchemsha. Yale mahindi mimi nikatamani sana mahindi, nikasema sema mahindi ya kuchemsha sijala muda mrefu. Nikasema let me eat it. Dear God, nilicho kitafuna hakikuwa hindi. I don't know what was that. Puffy, yani it was some liquid inside. I mean, Jesus. Anyways, let's not talk about that. Turudi kwenye uhalisia wa mambo mengi zaidi. Unajua hata haya magonjwa makubwa kama HIV na cancer yalianza miaka ya nyuma sana, lakini hautakuja kuambiwa kwamba yalianza baada ya wao kutuletea chanjo ya smallpox. Smallpox ni ugonjwa fulani hivi unatokea na mavipele kwenye mwili. Wajamaa wa miaka hiyo walivyoleta chanjo ya hii smallpox, wale wote ambao walichomwa hii chanjo walikutwa na HIV. Na nikwambie tu, ukisikiliza kwa makini hata hotuba za hawa watu ambao wanasema watasaidia kuondoa haya magonjwa, hawasemi watayamaliza, wanasema kuyapunguza. Hawawezi kuyamaliza kwa sababu wakiyamaliza watafanyaje biashara? Hivi vitu vinatengenezwa kwa sababu maalum, magonjwa sio nini, kwa sababu maalum. Nilishazungumza kuhusiana na ile issue ya Bill Gates kwenda kwenye nchi ya hapa jirani kabisa, rafiki zetu wa karibu, kwenda kutengeneza ile implant ambayo itafanya wanawake wasipate ujauzito kwa miaka 8. Sasa ajenda ambayo inakuja, ajenda ya Umoja wa Mataifa sio nini ambayo nimeisema mwanzoni, hii ni ajenda ambayo wanasema hakutakuwa na njaa sio nini na nini na nini. Moja kati ya kitu ambacho kila mtu anafahamu, kutokuwa na njaa maana yake ni kupatikana kwa vitu, si ndio? Chakula na vitu kama hivyo. Sasa jamaa sasa hivi anataka kuconvince dunia sasa ya umoja kwamba watu waache kulima mashamba, wakati yeye anafanya mpango wa kununua mashamba mengi yanavyowezekana. Yaani usishangae mtu akaja kwako na kukuambia bwana, shamba lako shilingi ngapi? Wakasema milioni 10, akwambia nakupa milioni 50 niuzie shamba lako. Kumbe ni mpango ambao inatakiwa kufika muda watu wasimiliki mashamba, kwa sababu yale mashamba yatakuwa yanafanya kazi nyingine, ila vyakula vitaletwa, utanunua kwa bei ndogo, hata hautapata shida. Kwa hautamiliki shamba, hautalima mahindi, lakini hautakuwa na shida ya chakula kwa sababu vitaletwa kwa bei ndogo. Sasa vinavyoletwa vina nini? Bill Gates ameanza kutengeneza mbegu ambazo zimekuwa engineered. Nafikiri kila mtu anafahamu kwamba wakulima siku hizo wanapewa zile mbegu ambazo zinawahi kuota, kuchipua sio nini faster. Tukaifurahia. Zinaitwa GMO something like that. Sasa hivi wameona hii watu wanaishtukia kwa sababu zile mbegu zina mtindo mmoja, ukipanda inawahi kuota, lakini yale mazao yake nafikiri kila mtu anafahamu kwamba huwezi ukavuna alafu ukahifadhi mbegu alafu ukapanda tena, haziotagi. Hicho kitu watu wameanza kukishtukia. Sasa kuna kitu kinakuja kipya kinaitwa RNA resistance. Na unafahamu kwenye genes za mwanadamu kuna DNA na RNA. Watu wa sayansi wanafahamu hayo mambo. Sasa hizi seeds, yani mbegu, kwa sababu jamaa si anasema ananunua land, unakuwa landless, usiwe na mahali ya nini ulime nini bwana. Kama unakumbuka tayari nishazungumziaga jamaa alitengeneza nyama za ambazo zinapatikana kwenye lab, yani haina haja ya kuwa na ng'ombe ndio upate nyama ya ng'ombe. Sasa hizi mbegu na zenyewe ambazo anaweka RNA resistance, maana yake unavyozidi kutumia haya, labda ni maharage au mahindi ambayo yatakuja miaka inayoendelea kuja, ambayo watasema tunakumbuka tulisema kwamba hatutaki 2030 kila mtu awe na njaa. Kwa hiyo yatakuja maharage ambayo yatakuwa na bei ndogo, yani wewe utaenjoy mwanangu ukienda sokoni. Hiyo RNA resistance itakuwa ina uwezo wa kuingia kwenye mwili wako na ikaenda kuchezea baadhi ya genes ambazo wenyewe wameweka humo ndani, iende ikaziharibu. Umenielewa vizuri? Na kila mtu anafahamu kampeni kubwa ya Gates ni kupunguza watu duniani, Kwa hiyo unawezekana ukawa ukiendelea kula maharage, ukiendelea kula chakula cha kawaida tu ambacho kinapatikana kwenye supermarkets na nini, unaweza ukakuta unakula vyakula ambavyo vinaenda kuharibu mfumo wako wa mwili, ambao baadaye kwa wanaume ukawa huwezi kufanya production ya mtoto, au mwanamke ukawa huwezi kubeba mimba kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tu ya hivi vyakula ambavyo system inataka kuleta. Sasa mpaka 2030 usiwe na njaa. Tuna hofu pia wasije wakaanza kuweka hata magonjwa kwenye haya matunda na mbegu, na hawata stop hapo.
kila mtu anafahamu, na tayari kuna millions of dollars ambavyo Gates unajua Gates anachokifanya, yanaenda kununua makampuni au anatoa pesa nyingi kwa makampuni ya utengenezaji. Kwa nasikia tu kampuni imepata fund kutoka kwa Gates Foundation, imetengeneza kitu fulani, kumbe ana agenda zake pale. Watakuletea mbegu ambayo inawezekana wadudu wakawa hawawezi kuila. Yani ukipanda kama ni maharage au sijui na hauna haja ya kwenda kununua dawa zingine za kufukuza hao wadudu kwenye hao maharage au sijui mazao mengine yote, kwa sababu tayari kuna vitu ambavyo imewekwa ndani yake inakimbiza hao wadudu wasiweze kukila. Sasa kile kilichowekwa ndani kina uwezo kukimbiza mdudu. Unafikiri kwako wewe kwenye mwili wako kinafanya nini? Huwezi kuambiwa kwamba haya maharage unayokula ndio yale. Huwezi kuambiwa. Kwa ni kujaribu sana kuuza mashamba sana, kwa sababu ni bora ule kile ambacho unalima. United Nations agenda ya 2030, na wako watu ambao wameanza wanajitoa, lakini asilimia kubwa wapo, na hii ndio agenda ambayo inaenda kufanyika sasa. Kuna goals kama 17 hivi ambazo hizi zitaenda kufanyika kwa ajili ya kusaidia watu. Ukiangalia hapa utaziona. Sasa kwa bahati mbaya pia hivi vitu vinakuja na sheria, zitabidi zikubaliwe na nchi husika. Unaona bwana. Kwa hiyo tuko kwenye wakati ambao tunaelekea sehemu kidogo nzito ambayo inatisha kidogo. Na yote haya tunarudi kwenye mstari mmoja ambao unaweza usiukimbie. New World Order ya dunia, kwa sababu mwisho wa siku inatakiwa kuwa serikali moja. Kwa hiyo ukiona nchi zinaungana ni kitu kizuri, lakini ukiona connection ya kila nchi inakuja kwenye one thing, wamefanikiwa sana kwenye teknolojia. Unaweza ukaona tunavyoona dunia imekuwa kijiji, ule muunganiko unakuja na vitu vingi sana. Nilikuwa naona Elon Musk anasema katika miaka 5 ijayo inawezekana hata hizi simu tunazotumia za screen zikawa hazipo tena. Utasema kwa nini? Utakuuliza kwani miaka 5 iliyopita au 10 kulikuwa kuna simu za screen? Sikuwa kuna simu zina buttons na viscreen vidogo. Sasa hivi mbona hazionekani tena? Lakini pia anasema kwamba anatamani kuleta zero interface era, yani kizazi cha kuwa hakina interface. Hataki binadamu watumie teknolojia, anatamani binadamu awe teknolojia, yani yeye mwenyewe ndo anakuwa teknolojia. Of course anamaanisha kumuunganisha mwanadamu na AI, ili wewe useme kwamba natumia teknolojia. No, wewe mwenyewe uwe teknolojia, kwa sababu ana ile kampuni yake unafahamu ya Neuralink, ambayo akikuvalisha kile kidubwashana hapa nyuma ya sikio, anasema kidogo sana kama tu eleni unaweza ukawa unavaa, kinakuwa kinaweza kusense unataka nini muda wote. Na unafahamu tayari kuna watu walishajitolea kufanya hizo experiments za Elon Musk. Kwa hiyo baadaye vikishamaliza kwa anakuwa haina haja ya simu, kwa sababu wewe tayari unakuwa ni kama simu vile, kama computer vile. You just have to put that thing kwenye kichwa chako, kiconnect na ubongo wako, basi unakuwa unatembea tu, unasema yani akiweza kumpigia mtu inaita simu kwake, ambako naye anakuwa hana simu, naye anakuwa ni yani anasikia kitu kinakuja kichwani kwamba pisha anakupigia, yani pokea, kwa anasema okay ngoja nipokee kichwani, yani anawaza kama anawaza vile, afu anapokea, mnaongea, oya vipi mmenipigia yani hushiki simu upige, unakiwaza kichwani wake nimpigie, mnaongea. Kwa unaweza kukuta mtu yuko peke yake anaongea, kumbe anaongea na mtu lakini kasimama, kwa sababu kuna Neuralink. Jesus man, this is so weird. Sasa nilikuwa naona summit imefanyika na watu walikuwa wanapewa zile trophy za goalkeepers, kwa sababu kuna hizi sustainable development goals. Sasa kuna wale goalkeepers, muona bana, wakuu wa nchi tofauti duniani ambao wako UN. Of course kila mmoja alipewa ile tuzo. Sasa washikaji zangu, unajua bana, mambo haya yanaenda sana kwenye level kubwa na level ya tofauti sana. Nimeona Donald Trump alikuwa anazungumzia issue ya Bill Gates na watu wake kuweza hata kushtakiwa against humanity, kwa sababu jamaa anafanya vitu vingi sana ambavyo kikweli ukiangalia anaenda kupoteza kabisa ubinadamu. Lakini sasa kumshika huyu jamani ni ngumu kidogo, kwa sababu unajua unaweza kuona yupo kwenye Forbes kama richest man on earth, lakini jamaa ana control kubwa sana ya uchumi, hasa kwenye upande wa afya. Unajua afya ndio kila kitu, na unajua anatoaga hela nyingi sana ili kuhakikisha chanjo zinafika duniani kwa level yoyote ile ambayo inatakikana, yani watu wapate, yani atatoa pesa bwana watu wapate. Unaweza ona anakujali sana na nini, lakini haya mambo bwana ni mazito sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kama una ardhi yako jitahidi sana uwe nayo salama. Kama una yani jitahidi unafanya vitu natural jamani. Huu
mzungu kujifanya supermarket. Tunakula vitu vya ajabu sana huko nje huko. Mimi jamani, kuwa makini.